And bye. Action. Ulijisikiaje kwanza kwa mara ya kwanza baada ya kupigiwa simu kwamba umeshinda gari aina ya Toyota ST kutoka PMBet? Kwanza nililala bila kula na nililala bila kuoga pia. Nikiwaza ni kweli hili jambo ni la kweli, kitu nimeamini mimi ni kweli. Mimi mwenyewe nilijua ni mchongo wanapeana watu, lakini fikiria kutoka Dar es Salaam mpaka Igunga huko. Kama ambavyo alipatikana bana Mohamed Jafari, basi na wewe unaweza kupatikana hivyo hivyo. Sehemu ni moja tu, www.pmbet.co.tz. Kwa hiyo sweetheart, mimi naondoka. I hope you know. Mbona niangalia tu uongee chochote? Happy birthday wife. Usiniambie leo siku yangu ya kuzaliwa. Mbona tarehe ngapi? Hey. Uweze mimi nimesahau kabisa. Yaani sikumbuki chochote. Bila kuniambia ilikuwa siku ndio ishaisha hiyo. Jamani, asante. Bill, yaani kweli unanipenda. Imagine unakumbuka siku yangu kuzaliwa mimi mwenyewe sijui chochote. Yaani usichokijua, ninaweza hata nikaisahau siku yangu ya kupokea mshahara, lakini sio rahisi kusahau siku muhimu aliyozaliwa malkia wa moyo wangu. Bwana. Mimi nimetekwa nimetekwa na mapenzi, nimetekwa. Umewaka. Yaani kwa jinsi mke wangu ulivyokuwa mzuri, hata nikisema nikuvalishe gunia au kiroba, bado utaendelea kupendeza tu. And I'm proud of you for that. Leo najua saizi unatoka, lakini nataka kokote ambako utaenda kwenye mizunguko yako, make sure una save energy yako, kwa sababu nataka baada ya kumaliza kila kitu, evening, nataka tutoke out mke wangu. Na hii leo ni very special, kwa sababu nataka niheshimu hii siku kama siku yetu maalum. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo nahitaji kuvionesha kwako, kuna vitu ambavyo nahitaji tushare pamoja. Ukizingatia tumeyapitia mengi hapa kwa ukimya, kwa nafikiri usiku huu leo ndio utakuwa usiku wetu mzuri wa kuweza kuturudisha kwenye platform. Na special thing katika siku hii ya leo, nataka kila kitu kitakachokuhusu wewe mke wangu, treatment yake nitaifanya mimi mwenyewe. Gauni ambalo utavaa wewe malkia nitakuchagulia mimi mwenyewe. Saluni ambayo itaenda kukutengeneza chombo ya bosi ikae vizuri, nitakuescort mimi mwenyewe. Manukato, viatu, balance and all stuffs you deserve like a queen, nitavifanya mimi mwenyewe leo. Ndio na surprise kubwa kwa ajili yako. Nafikiri it should be a memorable between us. I love you. Nakupenda. Come on. Nipe hesabu ya kukokotoa, tuishi milele jibu nikipata. Nipe
Hongera sana Cindy. Karibu. Hongera sana Cindy. Karibu. Hongera sana Cindy. Karibu. Hongera sana Cindy. Na karibu. Hongera sana Cindy. Karibu. Samani kaka. Mbona mimi sielewi nini ambacho kinaendelea huko ndani? Mbona mnanichanganya lakini Nilikuonya usipige simu kwa mkuu hata mara moja. Na sasa unafanyaje? Changamoto zako zote unatakiwa kuzipitisha kwetu na si kwingineko. Napenda mtu anayefuata maelekezo anayokuwa amepewa. Wewe umejuaje mimi nimempigia madam? Alafu hivi nyie mnataka nini? Maana mpaka muda huu sielewi nini ambacho kinaendelea. Nakuja ndani kwangu, nimeondoka nimefunga mlango, narudi nakuta mlango upo wazi, funguo ninazo mimi. Nakutana na watu humu ndani, kila mtu ananipa hongera, karibu. Sielewi ni kwa ajili ya nini. Mnaondoka, hamnielekezi nini kinachoendelea. Kwani mnataka nini kwangu? Nilishakwambia, wewe na sisi ni wamoja. Kinachokuhusu wewe kinatuhusu na sisi. Kinachotuhusu kinakuhusu na wewe pia. Yaani wewe ni sisi. Sisi ni wewe. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipindapinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka thamani. Ino dunia. Mama, vipi? Baba, nimekaa katika hii nyumba takribani miaka 15. Nalipa kodi. Leo nilipitisha siku 3 tu, nafukuzwa mimi baba. Yaani miaka 15 unalipa tu kodi? Ungejiunga na Dala, ungekuwa na nyumba yako sasa hivi mama. Sikia, Dala ni kampuni itakayokuwezesha kufanya ujengewe nyumba na kukabidhiwa kwa ajili ya kuishi, huku ukiwa unalipa kidogo kidogo kwa kila mwisho wa mwezi, kwa kima kinachoanzia Laki1. Na ukimaliza rejesho lako lote, hiyo nyumba inabaki kuwa ya kwako moja kwa moja. Yaani maana yake ni kwamba wakati wenzako wanahangaika kulipa kodi kwa ajili ya kumnufaisha mwenye nyumba, wewe sasa unatumia kodi hiyo hiyo kwa ajili ya kumiliki nyumba yako. Kwa kuwa wewe ni mgeni, anza na kupata application ya Dala kwa ajili ya kuweza kupata maelekezo zaidi na kuanza kupata hii huduma. Mimi sitaki uteseke kwa ajili ya makazi. Ukiwa na Dala lazima uwe na kwako. Ino dunia. Kwa hiyo sasa rafiki yangu upiki kabisa. Sasa akija atakula nini? Mi kupika sio vitu vyangu shoga yangu. Mambo ya kuingia jikoni sijui kupika mabilinganya, manyanya chungu. Mimi kama hivi nakula chipsi, naenda kulala. Akija kiniuliza umekula, saa nyingine namwambia ndio, saa nyingine hapana. Atajua mwenyewe. Nikimwonea huruma sana,
ndo nampikia viugali hata vieleweki. Mamangu upo mama, yani hapa niko kama tu kivuli. Huduma zote, sijui mahitaji ya kula, kuvaa, yote napewa na mabwana zangu, lakini huyu bwana hana chochote. Nipo tu hapa nimestirika. Sasa kama ndio hivyo shoga yangu, si bora urudi tu nyumbani kuliko kukaa kwenye ndoa ambayo una imani nayo. Uko nyumbani wangekuwa wananitaka shoga, ningekopo hapa. Hawataki hata kuniona. Na hii ndo ya mkeka kupita, mama mwenyewe ndo kaifosi. Hapa ninavyokuambia nimeozeshwa bila mahari. Ile sekeseke la kutoa mimba 3, mama alikasirika hatari. Alikuwa anatafuta wapi anibwagie. Ndo jibabu limeanguka hapa. Na hapa namsubiri huyo bwanangu wa Malawi arudi. Akirudi tu ananiwezesha, napanga chumba, naondokana kwenye ya maisha ya shida. Sema yezo shoga yangu umezidi. Mimi nakitembeza, lakini unakitembeza sana. Sasa utafanyaje? Inabidi uvumilie tu. Ray, mimi nimvumilie yule kifupi nyundo kiruba tumbo? Vipo vya kuvumilika shoga yangu, lakini sio kwa yule kiriba tumbo. Yaani bora hata ingekuwa ni hela tu, sawa ningemvumilia. Maisha kutafuta kidogo kidogo tungewekeza tungepata. Hata kitandani hanifikishi. Dakika 0 tu yeye chali. Mimi tena ndo heka kwanza kumfundisha. Na utu uzima ule mimi nianze kumfundisha vipi? Eti mguu pande mguu sawa. Nikikaa hivi yeye kaganda. Basi yeye ni kaganda tu hivi. Nikimwambia fanya hawezi. Kaganda tu. Na kiliba tumbo chake mama. Hawezi shughuli yoyote shoga yangu. Na wewe siwezi hiyo. Usimuone vile na tambi lake. Pale hamna kitu. Na unajua kabisa shoga yangu, eka kitandani. Vurugu machi tumechangua kitanda. Yeye hakuna chochote. Mimi tena nikitaka kuvuta hisia, lazima nimkumbuke Abu. Mama ndo hisia zipo. Abu hela hana. Tena hana kabisa, na mstirigi mimi. Lakini shughuli kitandani, mama ndo zilikuwa zinanikosha. Na ile mipinduko. Lakini huyu, mama mimi hapa hata siwezi kabisa. Lakini si unaniona hapa? Mama nikisikia simu ya Abu, hata saa 8 za usiku mama nitaga naenda chooni. Mimi natoroka namfuata. Yaani yeye shoga yangu, dakika 0 tu yeye chali na linavyohema sasa. Kama linguruwe. Mimi ndo kwanza mlima Kitonga hata sijapanda. Shughuli pale mama ni 0.0. Siwezi kabisa kuendelea na lile lijitu mwenzangu. Hello babe. Asante nimeipata. Hapa nilipo ndo nakula kipenzi. Ukifika tu mimi nitakuja, wala usijali. Asante, nakupenda pia. Haya ndio mambo sasa shoga yangu. Mwanaume hata haombwi, ni yeye tu mwenyewe anatuma minoti tu, sio huyu nguruwe wangu. Mama. Irene. Mama, nimeisha. Nimeisha mama wangu. Umekwisha nini? Umekwisha nini Irene? Irene. Hebu sema basi. Sawa. Wewe umekuja vizuri kabisa. Huko ulikotoka umekuja vizuri, kuniona mimi unaanza kujiliza. Nimeisha. Umeisha nini si useme?
Irene, nitakuchenjia. Hey, unanijua vizuri sana akili yangu. Hebu kaa hapa uniambie. Nini? Umepigwa? Umeibiwa? Una msiba? Sasa kitu gani unajilizaliza? Hebu ongea bwana. Irene, ujue nitakuja nikupiga mibao. Unaijua vizuri sana akili yangu. Oho, hebu sema bwana. Mama, miaka yote ambayo nimekaa na Mdeme nilikuwa najua amefukuzwa kazi, lakini sasa nikawa sielewi, ndani matumizi yanakuwa hayaishi. Yaani budget inakuwa bado ni kubwa, hatupungukiwi pesa ndani. Anakuwa anafanya kazi ya kuhonga wanawake, pesa haziishi. Sasa nikawa najiuliza hizi pesa zinatoka wapi? Sasa juzi nimekaa nashangaa watu wa benki wanakuja ndani. Wamekuja na dokumenti kwamba Mdeme alikopa pesa na wanahitaji nyumba. Nyumba inatakiwa kuuzwa na vitu vyote vilivyopo ndani mama. Hivi ninavyokuambia nyumba imeuzwa. Na sio nyumba tu, mpaka vitu vya ndani vyote vimeuzwa. Mama, sikujua hizi pesa zote ndio ambazo zilikuwa zinalipa ada ya mtoto, ndio zilikuwa zinafanya matumizi ya ndani, ndio zilikuwa zinafanya anasa anazozifanya huko za wanawake. Sikujua mama, kumbe ilikuwa ni lengo. Yaani mama, mpaka kufika hapa ni kwa sababu nilikuwa na akiba tu nimeiweka kwenye simu, nimeondoka tajui nilipo. Yaani siwezi mama, siwezi Basi, nyamaza mwanangu. Bwana, hii hapa ndio PMBet na hii ndio Royal Win Plus. Kaka, hongera sana. Asante sana. Unaitwa nani? Naitwa Cyprian Atanas Magoso. Kuwaje? Mara nyingi napenda kucheza Vieta, lakini pia na Son of Egypt. Hii taarifa uliipokea ukiwa wapi? Nikiwa nyumbani asubuhi. Nilijisikia furaha sana. Website ni www.pmbet.co.tz. Wewe nisikilize. Unajua sio kila kitu tulete mambo ya ufamilia. Yaani nikisema nilete ufamilia kwenye kila kitu hatutaenda popote. Sasa kwa ukubwa gani? Kumbuka nikikupa hiyo issue wewe lazima itakuingizia faida. Tena pesa nyingi tu. Kwa hiyo kama unaona jau basi nisikilize sasa. Wewe kama unaona shida kutoa hiyo, wewe nitafutie media 5 ambazo unajua kabisa zina nguvu na ushawishi. Sawa Kwambieni na video yangu. Najua video kama hizo yani kwanza ni adimu. Najua ni adimu Alafu akizipata lazima tu atatoa donge nono.
Sio kwamba naleta tamaa. Wewe nitafutia afu nitakukoza chochote kitu. Tatizo lako wewe unazingua sana. Sawa basi fanya hivyo. Unijulishe mapema. Haya. Chris Bando bei Kitonga. Hii ni kwa watumiaji wa line ya Halotel. Kama una line ya Halotel, unaweza ukapata GB 10 kwa shilingi 10,000 tu. Na GB hizo zinadumu ndani ya miezi 8. Si unaelewa? Sasa ili uweze kupata za GB 10 na mijibi, unachotakiwa kufanya hivi ni kulipia. Unalipia ndio unaungwa. Na kwa mawasiliano zaidi, namba za Chris Bando hizi hapa. 0717 04 80 48. Namba nyingine hizi hapa 0615 75 4303. Mimi namwamini Chris Bando. Wewe ni nani? Hebu twendeni tukajilambe jamani na mijibi. Mama vipi? Baba, nimekaa katika hii nyumba takribani miaka 15. Nalipa kodi. Leo nilipitisha siku 3 tu. Nafukuzwa mimi baba. Yaani miaka 15 unalipa tu kodi? Ungejiunga na Dala, ungekuwa na nyumba yako sasa hivi mama. Sikia, Dala ni kampuni itakayokuwezesha kufanya ujengewe nyumba na kukabidhiwa kwa ajili ya kuishi huku ukiwa unalipa kidogo kidogo kwa kila mwisho wa mwezi kwa kima kinachoanzia Laki1. Na ukimaliza rejesho lako lote, hiyo nyumba inabaki kuwa ya kwako moja kwa moja. Yaani maana yake ni kwamba wakati wenzako wanahangaika kulipa kodi kwa ajili ya kumnufaisha mwenye nyumba, wewe sasa unatumia kodi hiyo hiyo kwa ajili ya kumiliki nyumba yako. Kwa kuwa wewe ni mgeni, anza na kupata application ya Dala kwa ajili ya kuweza kupata maelekezo zaidi na kuanza kupata hii huduma. Mimi sitaki uteseke kwa ajili ya makazi. Ukiwa na Dala lazima uwe na kwako. Aliyekataga shule chekechea, mana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipindapinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, mana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia ino dunia, dunia ino dunia. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo, kurudi home nachelewa, nyamuwezi elewa. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani,
kwa mbawa zangu, ningeruka thamani ya utu wangu, bei ya chapati dunia.